Hiya guys, back to our YouTube channel. Rigathi Gachagua analilisha Rais William Ruto na imemgharimu kutumanisha Profesa Kithure Kindiki upande wa Mbeere North constituency. Na kuambia, unajua Rigathi Gachagua nilikwambia anatembea pale kwa miguu saa hii, nyumba baada ya nyingine, ili ku make sure his candidate anafaulu. So imemgharimu William Ruto kucommand Profesa Kithure Kindiki kwenda pia pale ili kuanza kukampenia their candidate wa UDA. Rigathi Gachagua asha win support ya watu wa pale. Na ndo William Ruto kauliza Profesa Kithure Kindiki, sasa wewe ni deputy president, unafanya nini wakati mtu impeached anakuovertake? Inakuwa aje? Profesa Kithure Kindiki ametua pale na imeanza kuleta vita kati yake na Rigathi Gachagua venye tunaongea. Ensure umelike video na nasema thanks for your great support. Nyinyi ni watu wa nguvu zaidi, na wale wageni ambao wanatazama kwa mara ya kwanza, please kwa mioyo mikunjufu ensure una subscribe kwa hii channel ili tuwe familia kubwa tena zaidi. Asanteni sana kwa hizo likes, asanteni kujiunga na hii channel. Kwa hivyo guys, kabla hata nifike pale nikuchezee mambo yamechemka pale. Kumbuka kuna hii story na trend kwa mitandao. Unajua wakati Raila Odinga aliaga dunia, always huwa nakwambia lazima nikukavie mambo mengi. Wakati Raila Odinga alikuwa bado hajaaga dunia, prophecies zilikuwa mingi kwamba Raila Odinga toka kwa William Ruto, kwamba Raila Odinga unaenda kufanyiwa hivi na hivi. Wengine wakasema kwamba watumishi wa Mungu, wengine wakasema kwamba anaenda kuwekewa sumu. And kidogo Raila Odinga akaaga dunia. So na unajua mimi huwa nafuatilia Pastor Matthew. Huyu jamaa prophecies zake ukifuatilia vizuri lazima huwa zinakuja kutimika. Kuna ile prophecy ameachilia warning Kenyans. Unajua William Ruto anajaribu registering foreigners hapa nchini Kenya. Na intention ni gani? Sikiza. I want this one to go into records that President Ruto will be one of the Christian president who ushered in a different religion to rule the country. Hallelujah. And these people, when I was praying, I saw the border is opened and they are coming in anyhowly. No vetting. They are coming in and they are being given IDs. And they are flocking everywhere. We might not know or understand the implication for now. The problem with Africa is that they want just something for ease, but they don't care about the consequences. This is a religion that is building itself well. They have now taken over Nairobi. They are controlling Nairobi. They are controlling Mombasa. They are controlling Kisumu. They are controlling Eldoret. They are controlling Machakos. They have entered every town. Major contracts, they are the one who are being given. Apart from being imported into the country, they are also giving birth. So this is something that is going to happen. And when it happens, there is an agenda. They are trying to drive the Abuja Declaration agenda. That by 2040, every state must be an Islamic state. The battle you are seeing in Tanzania is Abuja Declaration. So after Tanzania, if Christians are not going to stand, the devil is a liar. Hallelujah. We have to expose the secret. Hallelujah. We have to expose the secrets of the enemy. So as a church of Christ, Kenya is one of the nations of God, and God has an agenda with Kenya. Hallelujah. So what will happen is that if Kenya does not stand in unison to fast and pray, this is a spiritual matter. If you check my prophecy I gave like 1.5 years ago, I said there is one of their leaders who was a minister, and he erected a serious altar within the CBD, and the altar is now controlling. If you are not careful, right now as we speak, they are the people who are controlling the government. Hallelujah. You might not see them in the scenes, but they are calling shots and they are fighting slowly by slowly. If you go in the CBD right now, the buildings that belong to
our old grandfathers that have been sold to them. Nowadays, it's not easy to get a place to run a church in town. Because once they buy, if you are running a church, they will tell you, no, we can no longer run a church here now. Look for a place. You see most people are now coming in the outskirts. After they are done with the CBD, they are going to push us also in the outskirts. Hallelujah. In Parklands, the Indians used to control the place, but right now they have taken over. Hallelujah. Last year, you saw the Indians, they came out in big numbers, and they were doing a ritual. They were trying to clean the roads. It was not cleaning the roads. They were trying to repossess the power, but they realized it has already been taken by these people. Because these people, the altar they raised is a bigger altar. And it is now beginning to speak even against Christians. Hallelujah. These bills you see being sponsored in parliament, religious bills, they are the one paying them by the back door. And most of the people who are doing this, they are pretending to be Christians, but they have been paid to bring a motion against the church by the very religion. Where are our Christian MPs in parliament? We need to come together as a church and pray them out and ask God to give us Christian MPs. Those who serve God genuinely, not those who come to church when it is election. When the election is over, they go to worship their gods. So what is happening in the country that this is a warning. These things I'm telling you, I'm a prophet. You will see them come to pass. Kenya, if we don't pray, we are going to have a president from a different religion. I will not mention it. We have a lot of religions. We have Hinduism, Buddhism, Islam, but I will not mention any. But what I'm saying is that if the president from this religion comes to take over, Christianity will be suppressed. Freedom of worship will be suppressed. We cannot dance anymore and shout for the Lord. Those things are going to be suppressed. Hallelujah. Praise the name of the living God. And some of those religions, in their so-called holy books, they have been told that anybody who does not worship their God must be killed. So it is something we have to pray. When they are with you, they will pretend you are friends. But if you don't belong to their religion, they hate you with passion. They will lie to you are friends. But if they were given a little chance to deal with you, they will kill you on the spot. Hallelujah. So let us be careful. Let us pray over this issue, that we are not going to give our country to hand it over to a religion that will suppress it. We thank God for the nation of Southern Sudan. When we spoke concerning them putting their house in order, I believe the president is doing a lot, and is really working hard day and night to put his house in order by putting people in different positions, reshuffling, removing, preparing for exit. Hallelujah. Now the president of Uganda, you have to put your house in order. The clock is ticking and time is not on your side. So please put your house in order. Tanzanian government, I said I am foreseeing a coalition government. And I will still have to pray for opposition leaders. Because like I said, it was like power sharing. But whoever was given half the bread, it was poisoned. And it did not survive. Let us praise that God is going to help the people of Tanzania, both the government and the opposition, that we shall have peace in Jesus' mighty name. Hallelujah. And also let us continue to pray for the country of Kenya. Wherever you go, keep on praying. What is about to happen, it is something that nobody knows. What happened last year, 2024, when the Gen Z came out, it was never announced. And like I said, I saw the youth again going on the streets. And this time around, it was not the youth alone. So we need to continue to pray for the nation. It will happen abruptly. It will be like a rain that never announced. And it will rain, and when it falls, there will be impact. So let us pray that Kenya is going to speak to our leaders, and our leaders are going to heed to the voice of God. And they will do whatever they can to make sure that we don't have a revolution, because that's what I'm seeing. Hallelujah. The reason why I'm saying we praise, because anytime there's a revolution, lives are lost. People will die. And there will be a lot of casualties. Kumechemuka. Now, acha tuangalie upande wa Mbeere North. Rigathi Gachagua alikuwa pale. Na Profesa Kithure Kindiki pia ameamua kustorm pale. So imeanza kuleta vita.
Sikiza. Sia kuna wageni wamekuja hapa kwetu. Na wamekuja na ile kiburi yao ya kawaida. Wamekuja na madharau ya kawaida. Wamekuja na matusi ya kawaida. Munisikize na munisikize vizuri. Nyinyi ambao mmetembea hapa kwetu. Kwa miaka mingi mmezoea kudharau viongozi wengine na kutusi viongozi. Ati ni kama kwamba hii Embu County ama hii Mbeere haina viongozi. Ati nyinyi ndio mashujaa. Mimi nataka kuwaambia hao wanaume. Mimi nimefika hapa Mbeere North leo Chicago. Na mimi niko hapa daily, every day. Mpaka tarehe 28. Nitoka hapa na ninatoka hapa na naenda Munene nipeleke bunge. Sijui kama tumesikizana. Wale wageni wamekuja na kiburi kutoka sijui wapi. Wamekuja hapa kutusi viongozi. Wamekuja hapa kuleta madharau. Badala ya kuuza candidate wenu na kuuza sera zenu kama hizi nauza hapa za candidate wetu, hawatuambii candidate wao watafanya nini. Ati wanatuambia agenda yao ati ni kuleta kisirani, sijui ni kuleta aibu kwa rais. Sisi watu ya Mbeere North, sisi watu ya Embu, sisi watu ya Mount Kenya East, sisi hatuna haja na kisirani. Hatuna haja na kisirani. Hatuna haja na kuaibisha rais. Tuko na haja na maendeleo na tuko na haja na mjumbe ambaye atatuletea maendeleo hapa kwetu Mbeere North. Na wacha niwaambie wenzangu, hawa wanaume wamezoea siku mingi kutusi viongozi. Na wanaona tukikimya wanafikiri sisi ni waoga. I want to challenge them. I want to dare them. I am in Mbeere North. I have just arrived. I am not leaving here until the 28th of November. Nataka tukutane na hao wanaume. Mondo kwa mondo, man to man, face to face. And I want to assure you, my people of Chicago, my people of Mbeere North, mimi nataka niwahakikishie, ile kiburi na madharau mwisho yake imefika. They will never again try to intimidate any people. Sisi tumesema wakuja hapa waombe kura, wauze sera, wauze candidate, sio kutusi viongozi wetu. Ati unakuja hapa kutusi Rukuu, kwa nini? Ati unakuja hapa kutusi sijui gavana wa Embu, kwa nini? Mambo ya gavana wa Embu ni mambo ya county ya Embu. Mambo ya nani atakuwa mbunge hapa, nani atakuwa nini hapa, ni mambo ya wananchi wa hapa. Sio kukuja kuturingia hapa na kutuambia sisi vile uko na nguvu. Wewe na kuambia kwamba tumefika hapa, chuma chako kiko motoni, do what you can do. And we are ready for you. And we are ready for you, my friend. We are ready for them. Mimi nataka niseme hivi. Si mimi nimekuwa deputy president. Si sasa ni mwaka moja. Mimi nikiulizwa hapa Mbeere North kile kitu nimesaidiana na Roko na governor na MPs wale wengine kutafuta hapa Embu County na Mbeere North. Mimi nitasema ile barabara nimetetea nikiwa naibu wa rais, ile mradi ya maji nimetetea nikiwa naibu wa rais, ile stima nimetetea nikiwa naibu wa rais. Hata hii 250 million ambayo Roko alipewa ya electricity hapa, mimi ndio nilimsaidia, mimi ndio nilimpeleka kwa rais mpaka waziri wa energy akaitwa hapo na akaamrishwa tupatie stima. And I want to assure you, we will double the money for electricity for Mbeere North, which is currently 250 million. We are going to double it to 500 million because it is possible. Sijui kama tunaelewana jameni. Sijui kama tunaelewana. Chicago hoye. Mbeere North hoye. Mbeere North hoye. Fire si fire. Noma si noma. Tutam si tutam. Bwekse si bwekse. Kenya hii wacha nione wale wanasema ni tutam, ni tutam, ni tutam, ni tutam, ni tutam. Bas, kwa hivyo sisi hatuna shida. Na mimi nimekuja hapa as one of your own. Nimekuja hapa, umeona nimekuja tu pole pole kama jirani yenu,
mtu ya sehemu hii ambaye Mungu amemjalia amekuwa naibu rais wa Jamhuri ya Kenya. Kirao ni kireja wa kile mtwe. Unasikia? Kia wande ne bat. Choke jikaili. Jebo iratire. Kidaraka na kimbere ngatoru gemwe. Kirao ni kireja wa kireko. Kireko. Ikia wande. Ile faida mnaweza pata kutoka mimi nikiwa naibu wa rais ni saa hii wakati niko kwa ofisi. Sio kungojea saa ile nimetoka kwa ofisi alafu nakuja hapa kungevya hapa na kusema maneno mengi na pelepele mingi na kutusi viongozi. Saa hii niwasaidie nikiwa kwa ofisi. Kirao nikia wande nebati. Kweli si kweli? Nifaya si faya? Wale wanakubaliana na mimi wacha nione. Kwa hivyo tuwe na nidhamu, na mimi sina vita na mtu yoyote. Mimi najua hata viongozi wetu hapa nyumbani tuko na viongozi wako milengo mbalimbali. Mimi sijakuja hapa kupigana na ndugu zangu ambao ni wa hapa nyumbani, because I'm a national leader. Hii mtajua vile mtafanya mambo hapa. Mimi nimekuja hapa na kupigana na wale watu wanakuja kuleta madharau hapa na kuonyeshana ati hakuna viongozi hapa na chuma chao kiko motoni. This is the last chance, and this is the last opportunity for these characters to move around humiliating leaders, talking carelessly as if they own the world. Hii dunia ni ya mtu ama ni ya Mungu? Hii dunia ni ya mtu. Na uongozi sio ya kulazimisha. Uongozi ni watu wanakuwekea uongozi hao wenyewe na wanakuita kiongozi wetu. Sio wewe kutuambia ati wewe ndio kiongozi wetu. Kiongozi wetu asikugani ati kwa lazima. Kwa hivyo mimi sitaki kusema kuzidi hapo. I have not come here to humiliate any leader. Na mimi najua kuna wale viongozi wa hapa ambao hawasupport candidate wetu. Ni haki yao, na mimi sina shida na hao. Hao ni ndugu zangu, na hata baada ya uchaguzi tutakuwa mandugu na wao. Sijui kama tunaelewa. Lakini hata hao ndugu yangu, hata hao wajue candidate wetu, MP wetu next week ni Leonard Muriuki wa So hao majamaa wametense mbaya tena zaidi. That's why unaona Professor Kithure Kindiki ametua pale na anataka ku make sure atatoka pale kama their candidate amewin. I don't know kama wanataka kutumia wizi ama vipi, but ukiangalia ground ishaenda. Iko na Rigathi Gachagua. Ina support Rigathi Gachagua's candidate Newton. Kumechemuka bana. Your thoughts kwenye comment section. Siku njema. Bye bye.